Kazi gani hapa? Ndiyo kaka. Nimeambiwa hapa kuna watu wanaweza kanisaidia. Niko tayari kwa kazi yoyote ile. Napika, nafua. Wewe umetuma? Au ni maamuzi yako wewe mwenyewe, akili yako tu imekutuma? Unajua Mkamba waga achezewe. Sawa, wananijua huko Morogoro, huko Kilosa kote Kisaki wananijua, mimi sicheze wake. Nimeelekezwa, nimeambiwa nije hapa. Nimekuja kujaribu bahati yangu. Hebu pita. Pita. Simama hapa. Lazima kidogo tufanye ukaguzi. Tunaanza kama ifuatavyo. Ninapokupima kwenye kiuno hapa, nyanyua kama mkono kidogo hapo. Kwenye kiuno wanaekaga watu mabomu na huku chini pia watu mabomu huko wanaekaga. Kwa lazima nikague hapo vizuri. Yaani hichi kidude unaona hizi nyaya hizi ni connected, yani umeme. Imeunganishwa moja kwa moja steel wire. Kwa hiyo hapa nikikufanya hivi tu, kama una bomu au una kitu chochote cha kumzuru binadamu, mimi natambua kwamba hiki kitu ni kibaya, kinazuru. Sawa mama? Sasa hebu kaa hapa kwanza nikaongea na boss lady kule. Alafu kama mambo yatakuwa fresh akitiki, ikiwa baridi barafu, basi unyama mwingi. Umeelewa vizuri? Kaa hapo tulia. Sasa hapa namuomba Mwenyezi Mungu boss lady akakubali. Yaani akubali angalau na mimi nipate mtu wa kucheka naye na wa kucheza naye, kwa sababu nilikuwa mkiwa, unajua nilikuwa mnyonge kweli, niko mwenyewe hata kucheza naye sina. Kwa akipatikana huyu bibie, tutakuwa tunacheza kama jogoo na kuku. Yaani kama njiwa. Nipe kidogo nchangamche damu. Nipe kidogo nchangamche damu. Njiwa tunajua gani? Nakuja mama. Boss lady? Naambia kiwiko. Kumbe umekaa unajaribu kuperuzi unaangalia dunia inavyokwenda? Najaribu kuangalia hapa dunia inavyoenda. Ni kweli, kwa sababu sasa hivi mambo yameharibika huko. George Bush naye sijui yule Trump anawapiga Irani. Kwa mambo yamekuwa chagalabagala. Sasa boss lady? Kuna mshamba mmoja kaja yuko nje huko. Sijui ana maskini ana mashida yake huko. Sasa mimi kanieleza mimi nimeshindwa kumuelewa, nikasema ngoja nikukutanishe na bosi wangu, bosi kubwa, boss lady. Huyo ndo mama la mama, yani hata Kikwete mwenyewe Mama Samia wote wanamfahamu. Ni mwanaume au ni mwanamke? Ni mwanamke, ni kabinti tu fulani hivi akaeleki hivi, kamebeba mfuko, kamebebelea mfuko wa zamani ule wa Kariakoo, ndo kabeba nguo mule eti. Lakini na wewe una vituko sana. Umeshamfanyia ukaguzi lakini? Nimemkagua na kile kidude changu cha umeme kile, nimemkagua kote, yuko safi, hana hata mabomu wala kitu cha kukuzuru hana, kwa sababu ujue dunia sasa hivi imeharibika. Maana hata alivyokuja alikuwa anataka kunishika bega, akamwambia niache, bado mbegu zangu nazitaka hizi. Kwa hiyo akawa amenikosa kwa staili kama hiyo. Ila kwa mazungumzo yake nimegundua kwamba kweli anahitaji msaada. Inaonekana kwamba ana shida kweli. Kwa hiyo nikasema, sasa ngoja nikaongee na madamu wangu, ikiwezekanika akukubalie. Kwa hiyo madamu, mimi naona yule kama anahitaji msaada umsikilize. Mruhusu aingie.
Kwa hiyo aingie? Mruhusu aingie. Basi sawa, nakupendaga hapo bosi Lady. Shikamoo dada. Marahaba. Au jambo mdogo wangu? Sijambo. Unaitwa nani? Naitwa Sara. Unatokea wapi? Nimetokea kijijini. Nimekuja mjini kutafuta maisha. Kabla ya kufika hapa, ulikuwa wapi? Nilikuwa nafanya kazi kwenye familia moja, lakini cha ajabu wamehama ghafla. Ni kazi gani ambazo unaziweza? Nafanya kazi za ndani. Napika, nafua, nasafisha na ninafanya chochote kile. Hapa kwangu sihitaji mtu wa mchezo. Nidhamu inahitajika sana. Sawa dada. Mimi nina nidhamu. Sitokuletea shida yote. Sawa. Utaanza kwa majaribio. Hapa naishi na mume wangu. Cheza na wengine wote. Usicheze na yeye. Nitakuwa tayari kufanya kitu chochote kama utacheza na mume wangu. Tumeelewana binti? Ndiyo, nitaweza na niko tayari. Nadhani uso wako unaonyesha kabisa kuna jambo liko sawa. Nimeongea na Kisula. Na? Haikuwa rahisi. Alikataa mwanzo, ila mwishoni alikubali. Nilijua tu mwanamke akishaona umeweka moyo wako kwenye jambo analegea. Sio kulegea, ni kuniamini. Upande wako ukoje? Basi hapo tumeshapiga hatua kubwa. Nilimkuta yule jamaa na nikampa onyo live. Alisemaje? Alijifanya mgumu sana kama kawaida yake, lakini ile confidence aliyokuwa nayo niliona kabisa imeenda kushuka. Yaani sio kawaida yake pia. Hapo ndipo nilitaka kufika. Na usishangae hadi sasa hivi atakuwa ameshamwambia Fiona. Na hilo litazidisha moto. Sahihi. Watagombana, wataachana kidogo kidogo. Na sisi hapo ndo tunaingia na plani yetu. Safari hii lazima umbuke. Na akishaumbuka, Fiona hatakuwa na sababu za kumbakiza. Nataka hii iishi kabisa. Kisula kishaanza kazi yake, Sudi hatojua kama ameingia kwenye mtego. Safari hii tumemshika pabaya. Game imeanza rasmi. Baby. Nini tena? Ni mambo gani unanifanyia Fiona? Nimefanya nini tena? Leo kuna mtu amenifuata. Ameniambia niachane na wewe kabisa. Ni yupi huyo? Simjui. Lakini anajifanya na ajua maisha yangu. Mbaya zaidi ananitishia kama mtoto mdogo. Najiuliza, una wanaume wengine nje sio? Swedi, nina wewe peke yako. Nadhani na wewe na hilo unalitambua. Sasa drama zote hizi za nini Fiona? Au shida yako nife? Usiseme hivyo. Mimi nakupenda.
Upendo gani unakuja na vitisho Fiona? Moyo wangu wote niliweka kwako, nafasi niliyokupa huku. Mimi simjui, lakini nitamjua na nitashughulika naye. Nishachoshwa na hizi drama. Nilichokupa hakikuwa kidogo, moyo wangu wote niliweka kwako, nafasi niliyokupa hukuijali, umeigeuza ndoto kuwa uhalisi wa maumivu. Kitanda cha usaliti. Usiende, usiniache peke yangu tafadhali. Huyu aliyekufuata nitamtafuta, lakini usiondoke tafadhali. Usiniache mwenyewe. Promise me. Itakuwa ni mara ya kwanza na ya mwisho, haitojirudia. I swear for the God, will not happen again. I promise. Kitanda cha usaliti ndicho nacholalia. Naomba maji tafadhali. Moto wa mapenzi umenigeuka mateso. Kitanda cha usaliti, hisia zaidi, umeniacha peke yangu. Nilikupenda kwa dhati. Vipi, kuna jipya? Yapo mengi sana bosi wangu. Asubuhi ya leo kuna mdada mmoja amekuja hapa. Dada amekuja, amehitaji kazi. Mimi nikamkagua, nikafanya yaliyo ya kwangu. Nikaenda kumwambia bosi kuna mgeni nje. Bosi akaonana naye yule mdada. Oya, mdada yule fast akapewa kazi na hapo hapo akaanza majukumu yake. Mbona hivyo vitu vya kawaida sana? Sasa ingekuwa kawaida mimi ningekwambia. Wewe Kazi mpya. imekuwaje ukaingia hapa? Basi ninavyokuambia, yule mdada baada anakabidhiwa majukumu, ndani ya muda mfupi tu ile jamaa nalo likaingia. Nani? Kuna nani mwingine humu ndani? Tukiacha mimi na wewe, kuna ile jamaa gani humu? Unamaanisha Swedi? Mpango wetu ndo umeanza. Tuliza akili. Cheza nafasi yako. Unataka kuondoka haraka sana. Umefanya bila kunishirikisha. Unataka kuharibu kila kitu. Nitakuchukia Sarafina. Basi mimi ninavyokuambia, namna alivyoingia Swedi, kama lijitu ambalo linakuja kwa ajili ya kulipiza jambo fulani, kama lijitu ambalo lina kisasi hivi. Oya, kaingia ndani humo. Baba kaanza kumfokea Madam Lady kama mtoto mdogo.
Unataka kumaanisha akamfokea mbele ya mfanyakazi? Madamu wangu kapoa hivi kama kamwagiwa maji. Anajitetea tu madamu, anajitetea. Hivi huyu jamaa anajikuta nani? Nitakuchukia zaidi yako. Kitanda cha usaliti ndicho nacholalia, moto wa mapenzi. Anamfezesha dada yangu kwenye himaya ya nyumba yake. Mimi naona kabisa hapa kuna kitu hakiko sawa. Sijui, lakini kuna kitu nakiona hakiko sawa. Kitu gani? Au unataka kumaanisha kwamba jamaa ndo tayari kaletewa chakula kipya? Na kwa ushenzi wa huyu jamaa navyomjua, hawezi kumwacha hivi hivi. Kwa umalaya wake inawezekana, anaweza akapita nayo. Kwa umalaya wa huyu jamaa sasa umefika mwisho. Kuanzia leo sitolala, nitahakikisha namwaibisha mchana kweupe. Kwani wamepanga nini? Nitahakikisha ujamaa anaumbuka kwa kila kitu, na safari hii hakuna kuzima huu moto. Sasa hii nyumba safari inaenda kulipuka bonge la bomu. Hapa patakuwa kama Irani hapa. Na mimi likilipuka bomu haka na kaa pembeni. Shida za nini? Hako. Sema wewe mwanamke simwachi. Likilipuka bomu naondoka naye. Beki 3. Hii ni hatari sana. Na ndio maana ni mtamu. Huyu mwanamke ajui anaishi na nani humu ndani. Na hatakiwi kujua kabisa. Kitanda cha usaliti ndicho nacholalia, moto wa mapenzi umenigeuka mateso. Kitanda cha usaliti, hisia
zaidi. Umeniacha peke yangu, nilikupenda kwa dhati, lakini haukunijali.